Hii ni sehemu sahihi ya kupata habari za uhakika. Hongera kwa kuichagua Peak Media na hii ni Peak Sports. Mimi ni Charles Fabian na kupeleka viwanjani kukujuza nani kafanya kipi, kipi kimetokea wapi na nini kimefanyika. Basi fuatana nami kwa uzuri tuweze kuangaza hayo. Leo hii tutaangazia asali katika ncha ya kisu ya Neymar Jr. Wakati Neymar da Silva Santos Jr. nyota yake king'aa akiwa msumbufu kwa timu pinzani, lakini akiwasumbua mabeki hasa akiwa FC Barcelona. Wengi waliamini kuwa baada ya zama za Messi na Ronaldo kutamatika kwenye ulimwengu wa soka, tungemshuhudia mwanaume Neymar Jr. akiendelea kuusumbua ulimwengu wa soka. Neymar aliyezaliwa tarehe ya 5 ya mwezi wa pili mwaka 1992, sehemu moja inaitwa Morro das Cruzes nchini Brazil. Hakika mtoto huyu wa Bernardinho Goncalves angeonyesha maajabu makubwa na dunia ingemfahamu. Katika moja ya mahojiano ambayo Neymar shawahi kuyafanya, alikiri kuwa ni binadamu mwenye talanta kubwa ya soka, lakini sio hivyo tu, alikiri kuwa ni mtu mwenye bahati mbaya kutokea kwenye soka kutokana na kuandama kwa majeraha ya mara kwa mara. Tamu na chungu za Neymar zilianza kuonekana alipokuwa katika timu yake ya utotoni ya Santos nchini Brazil, lakini alipojiunga na miamba ya Hispania FC Barcelona, wengi walimhusudu na kumtaja Neymar kuwa mrithi sahihi wa kiatu cha gwiji Mbrazili mwenzake Edson Arantes do Nascimento, ambaye pia dunia inamtaja kama mchawi wa soka, wengi wakimfahamu kama Pele. Yuko wapi Neymar Jr. aliyepiga chenga zenye radha tamu mithili ya gitaa la Santana? Yuko wapi Neymar aliyeutengeneza utatu mtakatifu wa Catalunya, yani ile MSN? Nikizungumzia Messi, Suarez na Neymar, ilikuwa ni weka mbali na watoto. Lakini hii leo Neymar huyo yuko wapi? Lakini yuko wapi Neymar aliyeasisti pasi mithili ya cheche za moto kwa wapinzani? Na hizi si hadithi za siku nunu wala sio stori za mfalme mwenye pembe, bali ni ukweli usiopingika kuwa Neymar kwa sasa maisha yake ya soka yamemgomea kabisa. Miaka 33 ya Neymar iliyojaa majeruhi ya muda mrefu baada ya kukiwasha vya kutosha Camp Nou. Alikipiga vizuri PSG, lakini pasipo na mafanikio makubwa. Neymar akiwa PSG amebahatika kucheza na Kylian Mbappe, amebahatika kucheza na Lionel Messi kwa nyakati mbili akiwa FC Barcelona, lakini akiwa PSG amecheza pia na Edinson Cavani na nyota wengine wakubwa duniani. Akiwa na miaka 17 tu alikuwa mchezaji bora wa Brazil wa mwaka 2011-12 kabla ya kuhamia Ulaya kwenda kujiunga na timu ya Barcelona. Akiwa mshambuliaji akisaidiana na Lionel Messi pamoja na Luis Suarez. Alishinda kombe la La Liga, lakini Copa del Rey na ligi ya mabingwa Ulaya inayojulikana kama UEFA mwaka 2014-15 wakiwaduaza mabibi kizehe wa Torino Juventus ya pale Italia. Lakini Neymar huyu amepata mafanikio akishika nafasi ya 3 katika tuzo ya Ballon d'Or ya mwaka 2015. Mnamo Agosti 2017 Neymar alihamia kutoka Barcelona kwenda Paris Saint-Germain, yani PSG, matajiri wa Ufaransa, mkataba ambao ulikuwa na thamani ya milioni 222 na kumfanya kuwa mchezaji mwenye harama kubwa duniani. Pamoja na mabao 55 katika mechi 88 kwa Brazil tangu umri wa miaka 18, Neymar ni mchezaji wa 3 wa juu zaidi kwenye timu yake ya taifa, ushiriki wa kombe la dunia la FIFA la mwaka 2014 na kushiriki Copa America ya 2015. Ilitiwa doa kwa kuumia na kusimamishwa kwa mtiririko huo. Neymar aliyeorodheshwa kuwa ni mchezaji wa pili nyuma ya Pele kwenye orodha ya ufungaji nchini Brazil kwa kufunga mabao 3 katika michuano ya kuingia kwenye kombe la dunia mwaka 2022 dhidi ya Peru. Huenda nikitaja zama za Neymar Jr. zimefikia ukingoni sitakuwa na kosa. Mara baada ya Neymar kukitumikia kikosi cha Barcelona vya kutosha na kwa mafanikio makubwa, alitimkia zake Ufaransa, na baada ya Ufaransa kutimkia zake nchi za Uarabuni, ambako Neymar ameandamwa na majeraha ya kutosha yasiyompa nafasi ya kucheza. Hakika hakuna barabara isiyokuwa na kona. Ametangazwa kurejea katika timu yake ya zamani ya Santos. Hii ni kutokana na kwamba tayari ameamua kurudi nyumbani, akiamini kuwa nyumbani ndiko sehemu ambako baraka zinaanzia. Baada ya kuzunguka mataifa kadhaa kwa mafanikio tofauti, lakini kwa changamoto tofauti, ameamua kurudi Santos. Je, mafanikio ya Neymar yatakuwaje tena katika timu yake ya zamani ya Santos? Huenda mimi hilo nisilijue, lakini nakumbuka msemo wa mwanafalsafa mmoja aliyesema kuwa don't cry because it's over, smile because it happens. Na hii ni Peak Media, usisahau kushare, kulike pamoja na kusubscribe. Mimi ni Charles Fabian.